kulia. Haiwezekani bwana. Nilifuta namba yako miaka 3 iliyopita. Hapana. No. Yes, okay. Kiti, sikiliza. Saa 3 asubuhi siku hile, Aisha alipiga simu ya mwisho. Alimpigia Yohana. Alisema niokoe, lakini simu ilikatika. Kwani huyu Yohana, mbona alikuwa msaliti sana hivi kwa mpenzi wake? Watu wanaromba jamani. Inaonekana Yohana sio mtu mzuri. Alafu anaweza fanya kitu chochote kile ili ishi vizuri. Dada, kuwa makini na hili linaloendelea. Sawa kaka. Ila naomba unisaidie, kwa sababu haya siyawezi peke yangu. Naomba uniahidi kaka kama utakuwa pamoja nami. Sawa. Na kuahidi sitakuacha peke yako. Nitakushika mkono. Sawa kakangu. Nashukuru. Si nimekufuta sasa hivi picha. Aisha, tunatafutana nini mimi na wewe lakini? Hapana. Nimetoka kufuta picha yako sasa hivi. Na tena kwenye simu. Labda hii simu ni mbovu. Hii simu ni mbovu. Huwezi nichezea hivyo. Shika simu. Hello? Yes, habari yako? Naongea na duka la simu? Yes. Hapo kwa hapo. Si ni duka nakuwa hapa kando ya barabara? Yes, yeah. Ndio, ni Mike. Sawa. Nilikuwa nakwambia, tafadhali chukua bodaboda, naomba niletee simu. Kuhusu bei usijali, mimi ndo nalipa. Wewe niletee simu hapo nyumbani, ya kwangu imeharibika. Hata pesa bodaboda mimi nitalipa, wewe usijali. Sawa? Niletee simu hapa nyumbani sasa hivi, yani saa hii sababu nataka nitumie. Sawa? Ya kwangu imeharibika kabisa, haifai tena kutumia. Hamna shida, kimbia. Nakusubiria. Nakuaminia, hujaniangusha. Changamka. Aisha, utanitesa mpaka lini?
Yohana, nilikwambia simu yangu inaweka rekodi. Kwa hivyo nilikurekodi sauti yako siku ile ukisema nyani kufa na hukuwa hata na huruma. Aisha bana, mimi usinitishe bana. Kama hutaki pesa kufa nyani, sina wakati wako. We mbwani. Rekodi imehifadhiwa. Kwa hivyo jipange kwa hilo. Jela inakuhusu. Ukajibu mashtaka. Masa Zedi, sasa ndo nimejua kivuli cha Aisha akitaki kumuua Yohana, inataka kumuonyesha kumbukumbu zake hadi ajisalimishe Mungu. Saa 3, chumba namba 7, kamera ya usafi, rekodi yote iko hapo. Masa, hii message itakuwa inamaanisha nini? Au ni ya nini kweli Zedi? Kamera ya usafi? Ina maana kwenye hiki chumba kuna CCTV? Inaonekana kwenye chumba kuna CCTV kamera. Sasa nini cha kufanya? Ndio. Kivuli kinataka Yohana arudi kwenye sehemu ya tukio. Wewe mwenyewe. Bebe. Bebe. Unajua tunakuwa kule hotelini. Niliona kidogo unahofia eti kuitisha tu chips kuku. Unaona la pesa nyingi. Kwanza hata nilikuwa sitaki kula hata chips. No, bebe. Unaacha nikwambie kitu kimoja, acha nikwambie simu moja. Sometimes ukipata nafasi ya mimi kutoka na wewe, tumia pesa. Unajua ile gharama nilikuwa nikupeleka ujui tu. Kwanza nikuza biriani. Ungekula tu. Mama. Abe. Samahani kidogo. Nilikuwa naomba kesho. Nimepata safari ya kesho na naelekea kikazi. Sawa, naenda kazini kesho. So please, hiyo safari naomba uniandae vizuri. Asubuhi niondoke please. Mbona ghafla hivyo? Kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa nimetarajia. Ila imetokea tu niondoke na sijui narudi lini mpenzi wangu. Tafadhali. Lakini sawa. Kama ni shughuli ya kikazi, haina shida hata. Mpenzi wangu usijali. Naenda kazini. Sawa? Nikuelewa Mungu. Sawa. Asante sana, asante. Yaani asante sana mke wangu kunielewa. Napenda pia. Yohana, chumba namba 7. Mama! Nangu. Nini? Unakuwa hivyo siku hizi lakini mimi sikuelewi unajua. Ni nini mbaya? Hamna shida mke wangu. Bwana we. Ni nini lakini? Mimi najua sikuelewi unajua. Kweli hamna shida. Kweli. Mbona hivyo? Hamna shida mke wangu. Una uhakika hamna shida? Kabisa. Hamna shida. Bwana. Hai. Kweli. Wasiwasi ni wa nini? Hamna. Naomba. Kelele ni za nini? Hamna. Nipigie kelele. Naomba leta maji ya kunywa mke wangu.
Dunia sasa inaniangalia kwa macho yote bila tapazia. Nimefika mwisho siwezi fikiria. Ni wapi nilipokosea? Ona paka ndugu wananichukia. Sio kejeli, nimebaki na dukuduku. Ya reli napita tukutuku. Leo shemeki kanidisha buku, nitampa nini? Naisi kweli nimeambulia patupu. Wana ndugu zangu kutwa napiga ngaduku. Duniani shikamoo, marahaba, heshima kwa wakubwa kanifunza mama. Fungu langu mara 7, na kama wakupata basi nitapata. Kwangu lisje ni jalada, shakaba sana sinena wa baba. Ila nishaweka mikataba kama mama yetu.